Hussein Bakari, mkazi wa Kigamboni, na mimi ni mwanga wa matumizi ya madawa ya kulevya. Ndani ya 2007 nilikuwa navuta bangi, nimeendea mpaka 2015 nikiingia kwenye utumiaji wa unga. Nimetumia unga kwa muda mrefu. Mwisho wa picha nikaanza kukosa kazi ambazo nilikuwa kufanya mara kwanza, mfano kama kubeba mizigo pale kutoka studio, nakuwa nakosa kazi sababu ambayo wenye mizigo walikuwa waniamini, wakaja wakanifukuza kwenye kazi. Hata bebe nyumbani kwenye familia yangu nikaanza kugombana na mke wangu, tukawa tuelewane sababu nilipospeki huduma ambazo zinakuwa zinatakiwa kama baba. Nilishindwa kumhudumia mwanangu, nilishindwa kumsomesha. Vile vile nyumbani hapa nikakosa uaminifu. Nikaa mtaani pale na kwa nakaa na majirani zangu kupata farani kwa sindi na usawa, sababu gani? Ninapopita wanaona mimi kama kibaka. Upo kama kibaka, yani uaminifu na nikashindwa kuwa nao. Kisha nikodi tena mtaani, nikawa tu naokota machupa. Ndani ya 2024 nilipo zangu maskani pale stendi, nakuwa najivutia. Mara kuna mjomba alipita, mjomba namfahamu, yeye alikuwa na soba zake, sababu kuna rafiki yangu mmoja ameshaenda kwenye soba zake nami amesaidiwa na sasa hivi anaendelea vizuri. Na mimi ibidi nimfuate, nimwambie bana mjomba, mimi mazingira ambayo naishi haya, mimi kusema kweli nimeshachoka, natafuta msaada. Kweli mjomba aliniuliza, upo tayari kuacha? Nikamwambia ndio, mimi nipo tayari kuacha kabisa. Basi mjomba hajanikataa, hajanipinga, akasema wewe nisubirie, ngoja nikusanye vitu vyangu hapa nimalize ondoke. Na kweli nikamsubiria mimi pale stendi, huko naendelea kuvuta. Kwa jamaa kusanya vitu vyake, alipomaliza kukusanya anipakiza kwenye gari lake. Kweli nikaja nao mpaka soba. Hiyo ilikuwa 2024. Nilipofika soba asubuhi nilikuwa na kipindi chetu cha sia, lakini mchana una kipindi chetu na mabadiliko ya tabia. Nilipotoka soba nirudi nyumbani, na kweli nimekuta mke wangu bado yupo. Alinipokea, alikuwa mara kwanza alikuwa anaamini jinsi nilipofika, ila nikakaa nao kwa muda na alikuwa anaendelea naye vizuri. Yeye mwenyewe kaona kweli mtu wangu alikuwa na nia kweli ya kuacha madawa. Alikuwa anaishi naye vizuri. Alikuwa na mpaka mwanangu nakaa naye mara kwanza kama nashinda kumhudumia, sasa nikaa namhudumia, shule nampeleka, ada mbalimbali za shule ambazo alikuwa anazilipa kwa wakati. Basi nikalia na familia yangu na naishi vizuri. Nikarudi zangu mtaani. Hata wale ambao walikuwa wanaamini mara kwanza wakaja sasa hivi wakawa wananiamini, wakaja kanikabidhi mpaka pikipiki la mkataba. Sasa hivi naenda nao vizuri tu, mpaka sasa hivi bado mwezi mmoja tunamaliza mkataba. Mpaka sasa hivi nina miaka 2 ya usafi. Na vile vile na washauri vijana wenzangu wale ambao hawajaanza kuingia kwenye matumizi ya madawa ya kulevya, wasishike kuingia kwenye matumizi ya madawa ya kulevya. Na wale ambao walioingia, naomba wapate matibabu.